My
Mwambie Mungu ni asante ni kwa sababu mambo yote yako sawa. As long as God is on the throne, things already are better. Mwambie Mungu ni asante. Asante Bwana, asante Yesu. Mambo yote yako sawa. Ni kwa sababu ni wewe umeketi kwenye kiti chako cha enzi. Mambo yote lazima yatakuwa sawa. Pokea sifa Bwana, wewe ni mwema. Unastahili Yesu, unastahili Bwana. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu, asante Bwana. Pokea sifa kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe ni mwaminifu na hakuna Mungu kama wewe. Muinulie Mungu mikono yako juu. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Yesu. Mwambie Mungu ni wewe. Ni wewe peke yako unaweza. Ni wewe tu Bwana. Mungu anastahili sifa za moyo wako. Muinulie mikono, mwambie unastahili, wewe ni mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa hakika umeketi kwenye kiti chako cha enzi na kuaminia maisha yangu siku ya leo, hata za moyo wangu na zikajulikane na wewe siku ya leo. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili sifa za moyo wangu. Hallelujah. Wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Yesu wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Oh, hallelujah. Baba wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Oh, na kuabudu, yeah. Oh, wastahili, wastahili sifa za moyo wangu na kuabudu. Uliniumba ni kuabudu na kuabudu. Mungu wangu na kuabudu. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe. Oh, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Bwana, ni wewe Bwana, ni
Pokea sifa Bwana, wewe ni Mungu. Kwa hakika wewe ndiwe Bwana, unatosha. Wewe peke yako unaweza. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Asante Bwana, ni kwa sababu ya kutupa nafasi ya kukusifu na kukuabudu. Pokea sifa, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Tumpigie Bwana wetu Yesu makofi. Haleluya. Tumpigie Yesu makofi. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Hiyo amina inakaa au uko sure kama umebarikiwa? Ungelikuwa sure ungeshout amen. Bwana atukuzwe. Amen. Praise the Lord. Salimia jirani yako umwambie natumai dhabihu yako imekubalika na Mwenyezi Mungu. Natumai. Alafu mwambie karibu kwa kiketi chako. Karibu sana. Ukalie maadui zako. Kalia maadui zako. And sit on your enemy's head. Yes. Yes. God bless you so much. Praise the Lord. Naomba nimkaribishe chairman wetu. Tumpigie makofi anapokuja kutupa matangazo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa John Wawelu, ndio chairman wa CFC. Nampenda, nimeokoka. Siku njema ya leo kumuona, siku nyingine leo nakaribishwa nyinyi nyote. Sio kwa upendo wangu ama kwa upendo wa uwezo wetu, bali ni upendo wa Mwenyezi Mungu. Tufikiza siku ya leo. Siku njema. Namkaribisha nyinyi nyote. Msikie mkiwa huru. Hii ni nyumba ya amani na nyumba ya maombi. Naona tuna sura nyingi, tuko na visitors wengi, na wakaribisha sana kabisa katika nyumba ya Yesu. Tunakuaga hapa katika State Stadium, Mang Center, that floor. Matangazo yetu ni kama hii ya leo. Tuesday tunakuaga one on one kuona apostle kuanzia saa 3. Wednesday tunakuaga na deliverance service. Friday tunakuaga na kesha on second week every month and the last of the month. On 25th 11th 2022 tutakuwa na kesha na mnakaribishwa nyinyi nyote. Tunashukuru wote waliokuja kwa hiyo kesha. Ilikuwa kesha ya ajabu, kesha ya wonderful kesha. Tunamkaribisha sote. All visitors tumesema ni shukrani sana kwa kuwa katika hii nyumba yetu ya kuabudu na kumsifu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni mayo na machache na mkaribu msikie mkuu huru, mmekaribishwa katika nyumba ya Yesu. Amen. Tupigie Mungu chairman makofi. Na Bwana azidi kumpa nguvu na amsaidie kwa yote, ni kwa sababu ni Mungu. Bwana apewe sifa. Narudia hayo matangazo moja, niseme asanteni sana kwa wale wote walihudhuria mkesha wa Friday. It was a great and a wonderful kesha. Na natumai ya kwamba yenye tunakuja 25 hamta miss. Sababu kama uliwatch ama ulikuja, you will not afford to miss the coming kesha. Praise the Lord. Na siku ya Jumatano bado tuko mahali hapa, kuna ibada ya ukombozi. Tafadhalini karibuni sana na Bwana atawatenda mema. Tutakapomaliza ibada yetu ya siku ya leo, kama wewe ni mgeni usiondoke. Tafadhali ni vizuri ukutane na wachungaji wa nyumba hii, muongee mambo moja mbili na Bwana atakutenda mema. Praise the Lord. Naomba nichukue nafasi hii ikiwa nafasi ya ushuhuda. Praise the Lord. Naomba nipate watu kadhaa watakao shuhudia Mungu. Ni kwa sababu Mungu ni mwema. Naomba tu unionyeshe kwa ishara ya mkono kama uko mahali hapo uko na ushuhuda. Kama wewe ni mgeni, kuna
ile sababu ambayo imekufanya ukaingia kwenye madhabahu haya. Bwana Yesu asifiwe. Tunao ushuhuda wa Bwana. Haleluya. Hawkins, uko na mic? Naomba ukapatie yule dada, ni wawili wako na specs, lakini mmoja ako na short weave with specs, short weave. Asimame atasalimie, tuambie ametoka wapi, na Bwana atambariki. Hallelujah. Karibu dada. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Ann, nimetoka bypass. Leo ndio siku yangu ya kwanza kufellowship na nyinyi hapa, and I'm so happy to be here. Amen. Bwana abarikiwe. Amen. Amen. Wow. Unaona mwenye ako mbele yako pap hapo, black and white. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. Mimi naitwa Janet Mumbua Ndunga, anaishi at River and naabudu kanisa la AIC Embeneza Ngimu Estate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mara yangu ya kwanza kuwa mahali hapa na ninashukuru Mungu sana kwa sababu ameniwezesha kufika mahali hapa. Amen. Bwana Yesu awabariki, awainue, awahifadhi na wadumishe katika wema na fadhili zake. It's my first time to be here. Niliona apostle kwa YouTube, yes. Yeah. God bless you. Amen. 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 Next. Yes. Usishangae. Praise the Lord. Amen. I'm Pastor Clarice. I'm born again, and it's my first time to be here. Welcome. Thank you. Blessings. Karibu sana. Na natumai mchungaji hafai kukaa na huko kwa kondo, sababu hiyo mafuta tunaitambua na tunaiheshimu. Tafadhali nauliza Pastor Koki ajaribu ajue mahali huo mchungaji atakaa, atoke huko nyuma. Amen. Kuna ushuhuda mwingine pale. Hata kama wewe ni mgeni, tuambie ulijua mahali hapa aje and why you are here, because we would like to know. Sababu sisi tuko hapa, maybe ile unaona hatujaiona na hatujui. Tuelezeni tujue. Welcome. God. Amen. My name is Jane Mobikemani and I come from Muru. I saw the apostle through the YouTube, but when I called him, we just discovered we come from the same place down there to Shago. Praise God. Amen. Amen. Any other person? We have one here. Oh, sorry. Asifiwe Mwokozi. Amen. Asifiwe tena. Amina. Mimi naitwa Victor. Natoka Buruburu. Na nimeona huyu apostle siku nyingi. I have a liking for knowing prophets, especially kutoka YouTube. I watch so many. So watch akaniimpress. So nikampigia simu, was it yesterday or the other day, sikumbuki vizuri, akaniambia niwatembelee leo. Karibu sana. Thank you so much. Karibu sana, and God bless you so much. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa James Njoroge. Nimetoka Juja Farm. Niliona apostle jana kwa Kameme. Ile ushuhuda nilikuwa nayo yake ni ile ya zamani. Lakini jana kwa mara ya kwanza nilimsikia akiongea mambo za ufalme wa mbinguni.
na nikasema nikuje hapa leo nishuhudie, nione live. Amen. Amen. Tumpigie makofi mazuri. Thank you so much. Tunaye kijana mwingine pale. Tafadhali inua mkono na ili yule anapeana mic aweze kukuona. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Habari zenu? Nzuri. Mimi naitwa Samuel Kariuki Mwangi na nimekuwa nikifuatilia Apostle. Mara ya kwanza nilimuona kwa clip ya YouTube. Alafu mahali ile hata ile ilifanya nimedecide nataka kuja kushiriki na nyinyi. Nilimuona kwa clip moja ya Jeremy Damaris. So nikasikia ameongea mambo mingi ambayo nilisikia inaweza badilisha mtu, na ndio maana nikaweza kumpigia simu pia mimi na akaniambia niweze kuja nishiriki na nyinyi. So nashukuru sana na Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amina. Majina yangu naitwa Samuel Dhome. Nilifuatilia Apostle YouTube. Nikaona wanaongea mambo ya ukweli na ukweli ndio utatuweka huru. Asanteni sana. Karibu sana na Bwana akubariki. Yule mama ko pale kwa kona. Karibu hapa mam. Utusalimu. Ni wakati wa ushuhuda. Ni vizuri kushuhudia ukuu wa Mungu na yale Mungu ametenda maishani mwako, ni kwa sababu yatabaki kuwa ushuhuda ndani ya kinywa chako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Lucy Mukeira. Karibia na hapa mami. Hatukuoni, wengine hawakuone, wanasikia tu sauti. Kwa majina ni Lucy Mukeira, nimetoka Kisii nami nimekuja kushiriki hapa sababu niliona pastor kwa YouTube. Thank you. Amen. Amen. There is another gentleman here. Thank you. Habari yenu kanisa? Mzuri sana. Kwa majina ni Michael Kamau. Hallelujah. Kwa majina ni Michael Kamau. Nimetoka pande za Mulanga huko. Place inaitwa Kanyanyaini. Tukaelezewa pa mahala hapa na ndugu yetu Victor. Tuje kuna jirani yake hapo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu mimi naitwa Steven Maina na nimeokoka. Nimetoka saidi ya Murang'a. Tumekuja na rafiki yetu pale Vicky ametuelezea tukuje kwa hii church. Tukasema tukue pamoja na nyinyi. Karibuni sana kutoka Kanyanyaine, Murang'a. Na Bwana atazidi kuwabariki. Mmepita kwetu Kahuhia, mmekuja tu Nairobi, karibuni sana. Habari zenu? Nzuri sana. Kwa majina mimi naitwa Victoria. Naishi pale Bisenda. Kama vile wengine wanavyosema, hata mimi Apostle nilimjua through YouTube. Na mimi naabudu katika kanisa Katoliki pale Soweto. Na katika ile mahubiri yake pale kwa YouTube kuna venye niliona ile story anapeana hapo, kuna venye anapeana story inaweza komboa hii dunia. Na leo akasema kama unahitaji breakthrough, this is the day. Oh, yes. So mimi nikaona why not come for it. So that is why today I'm here. Mwingine amekujia breakthrough. Thank you so much. Kuna kijana ako hapa amefichwa na hii pila. Mwingine amekujia breakthrough. It is here. Yes. Praise God. Amen. Praise God again. Tunamshukuru Mungu ametuongoza kwa hiyo safari yote kutoka Kanyanyaini hadi hapa. Mimi nimejua pastor jana
wakati mama alinitumia nini yake kwa YouTube ni watch. So hata sisi tumekuja hiyo breakthrough tuipeleke Murang'a. Amen. Ipelekwe kwetu ikaange huko. Kwa hivyo mubebe kwa wiki. Na Yesu asifiwe. Amen, Kwa amen. majina naitwa Jane Jerry kutoka Sagana, pale kunaitwa Maki. Nimekuja kuchukua breakthrough na kuna mambo ambayo niko naye. Aliniambia atachibua ndani niwe mkombozi wake. Amen. Amen. God bless you so much. Mwingine mwenye amekujia breakthrough and God is the breakthrough himself. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Omboi Macharia, nimeokoka. Bwana ni Yesu Kristo, mwokozi wa maisha yangu. Amen. Nimekuja hapa breakthrough. Iko. Yeah. God bless. Uandae moyo wako ukuwe mkubwa, ubebe breakthrough kubwa na mingi. Anyone else who has come for breakthrough? Praise the Lord. This is the best place to be. Anybody else? Kuna ya mtu mwingine nimefungia. Praise the Lord. Inua mkono hivi kabisa. Sababu ukifanya hivi sioni. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Kwa majina ni Angeline Wambua, nimetoka Soweto. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Nilikuwa nafuatilia tu pastor YouTube. Mahubiri yake inaguza yenyewe, ukifuatilia mahubiri yake unasikia yenyewe kuna kitu ndani yake na atakomboa watu wengi. Bwana asifiwe. Amen. Tukue na imani, wenye wamekuja wakiwa na imani hawatatoka hapa bure. Amen. Barikiweni sana. God bless you so much. Do we have any other? Imagine naipeana tu hivyo hiyo nafasi kwa yule mtu ambaye anasikia kushuhudia Mungu. Because a time is coming. Tutakuwa tunaandika vijikaratasi ya kwamba ningependa kushuhudia, na unapata umeandika karatasi leo lakini utapata nafasi ya ushuhuda Januari na tuko mwezi wa 11. Kwa hivyo tumia nafasi hii mzuri. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Sasa the person, a great and a beautiful woman just beside you on your right. Yes. Follow direction carefully. Thank you. Praise the Lord, church. Amen. Praise the Lord again. Amen. My name's Julie Caputa, and we've come to fellowship with this church today. She's my pastor. Oh yes. So natembea chini ya mafuta. Amen. And we are expectant to receive from this church. Tumeona mtumishi kwa YouTube, and the word that is giving out, I think he is the only man who is doing that, being open and telling the people the truth. It's not sugar-coated, and that's why we are here. Amen. Because of that. Tumpigie makofi mazuri. Beside you on your left. Beside. If ulikuwa umekaa. Thank you. Follow instructions carefully. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi naitwa Sofia Mbogongo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Hata mimi vile wengine wamesema, Apostle nimemfuatilia kwa YouTube na yale maneno anaongea sijaisikia mtu mwingine akiongea, na ni ya ukweli. Na nikaongea na yeye kwa simu. Ya leo nikuje saa 4 ndio niko hapa tushirike na wengine. Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen. The last person. The last person.
God bless you all. Na Mungu awatende mema. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa sababu umekataa kushuhudia Mungu, shuhudia jirani yako basi. Mwambie unaitwa nani? Umetoka wapi? Na kama umeokoka kwa dakika moja. Yaani mtu anaogopa mpaka jirani. Gai. We thome ndurera ucio ungi. Aki hao amekasirikiana hapa. We baba. Umekasirika? Samiria huyo. Sijaona. Nilikuwa naangalia kutoka mwanzo. Msalimie tu. Anaitwa nani? Dennis. Oh. Thank you. Helen, Bwana asifiwe. Jirani yako anaitwa nani? Mwenye umesalimia anaitwa nani? Black and white. Ni wewe. Jirani yako anaitwa nani? Oh, ni vizuri kutii. Tunapojiandaa kutoa sadaka na saka zetu, naomba wenye wanahitaji bahasha, kwa ishara ya kuinua mkono wako juu utapewa bahasha, na uiandike jina lako na Bwana atakubariki. Tuwekewe kikapu ya sadaka hapa, tupewe bahasha chairman, na Bwana atawabariki. Haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa. Make sure umeandika hiyo bahasha jina lako, na uandike chochote umeweka ndani, whether ni tithe, it's a pledge, it's a sacrifice. Na kama yoyote ile umeweka ndani it's not among yenye imeandikwa hapo, you are permitted to kuandika ni ya nini. Kuna bahasha ambazo tulichukua siku ya Jumapili. Still, if you have that bahasha, ni vizuri uirudishe. Tutakapoweka sadaka zetu kwa kikapu, wewe mwenye bahasha ufuate nyuma ya hao watu, usiiweke kwa kikapu, sababu utaombewa na mtumishi wa Mungu. Tuchukue bahasha, tuchukue bahasha, tuchukue bahasha. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Haitawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Tusimame kwa miguu yetu, ukaseme ni mkono wa Bwana uliokufikisha mahali umefika. Haijawa rahisi hata kidogo. Oh yes. Fungua kinywa chako useme ni mkono wa Bwana umekubeba. Umenibeba. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu. Umenibeba. Ngoja kidogo, yasamine. Kuna wale wa paybill, kuna paybill yetu pale imeandikwa. Paybill is 247 247 247 247. Account number ni 239555. 247 247 ndio business number. Then we have the account number 239555. Taisoma tu pale, taendelea kuisoma, and I'll urge the Beatrice and management muweke huko nyingi. Watu wamesoma wabebangi pesa ya makaratasi. Tuendelee na wimbo.
tutoe sadaka, tutoe. Fungua kinywa chako tu useme ni mkono wa Bwana. Unapoleta zaka zako hapa, unapoleta tithe, lete hapa tu. Mungu atakufungulia milango yako. Then I will teach you how to do it. Sema ni mkono wa Bwana umekubeba. Haijakuwa rahisi hata kidogo. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Hakika haijawa rahisi. It has been difficult. It has been difficult. But because of the hand of God, we are here because of the power. Because God has said so. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umenibeba. 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 Mkono wa Mungu umenibeba. Umenibeba. Leteni zaka zenu hapa. Bring your sacrifices. Sogeni kama uko na bahasha, usimame hapa mbele. I want to pray with you. Umenibeba. Umenibeba. Ni mkono wa Mungu umenibeba. Thank you. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya zaka hizi, fungu za 10 na malimbuko ambayo waja wako wamelete kwa ajili ya kazi yako. Kawakumbuke kwa njia zozote zile. Wamekuja hapa wakiwa na matarajio. Umesikia wao wakisema wamekuja kwa sababu ya breakthrough. Natumai Baba umefungua milango, madirisha imefunguka na kila kitu wanachokihitaji watakipata. Mimi ni mtumishi wako, chombo chako Baba, ukanitumie jinsi ya mapenzi yako, jinsi ikupendezavyo. Niko tayari kutumika kama vile Isaia alikwambia, here I am Lord, use me. Take me and guide me to teach only the words that you want me to teach, to say only what you want me to say, and to do only what you want me to do. In Jesus' name I do pray. Amen. Wekeni hapo ndani. Wekeni hapo ndani. Wale wametuma ni sawa, tumepokea. Na Mungu awabariki. Maana ni vizuri sana unapoenda kwenye nyumba ya Mungu, unaenda na kitu cha kujitetea kule. Maana hiyo ni principle, it's not our own, it's the principle of the kingdom of heaven. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Chukua dakika moja. Chukua tu dakika moja, jipeleke mbele za Mungu. Umwambie nimekuja kwenye nyumba yako. Nahitaji, tuliza kidogo. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu nimekuja kwenye nyumba yako. Nimekuja kutafuta breakthrough. Baba, kubali tu nikaipate siku hii ya leo. Mwambie tu kubali, nimekuja kwenye nyumba yako. Nimekuja for this breakthrough. Mwambie I've struggled for quite a long time. Mwambie it has been so painful. Mwambie it has been a big and huge struggle. God, I need your hand, I need your mouth today. Speak a word to me. Nena tu jambo moja kunihusu. Mwambie nene kitu kimoja tu. An encounter with God will change forever your life, your business, your marriage, and everything that you do. He is speaking to you. Those that are watching us from Germany, from US,
from Canada, from Australia, from Europe, from Saudi Arabia, Arabian countries. I know God is going to touch whatever you're going through. God is going to touch every effort that you are doing. God is going to change around everything that has been happening in your life. No matter what it has been, God's hand is upon you and He's delivering you tonight. He's changing everything that they called you. He's changing your name. He's changing how they named you. He's changing how they put you, the situation you are in. It is not going to be the same again. It is not going to be the same again. He is here. He is here to change your life. Receive it in Jesus' name we pray. Amen. Somebody say amen. Tafuta kiti mzuri ukalie. Tafuta kiti mzuri ukalie. I love you. If you love me, lift up your hand. How many do love me sincerely from their heart? I love you. Sema, I love you back. Thank you. Because this is a house of love. And it's a house of prayer. I do cherish two things. Prayers and love. Because that is the only where you can run to. When I got saved, I was celebrated. But after some few months, I was celebrated. Because the celebration was hypocritical. And they believed because I've left where I was, I'm going to die. Unfortunately, to them, I did not die. I refused to die. Just as I had refused to die from the other tormentors, I refused to die in the hands of Christian tormentors. Praise be the name of God. I've come to realize so many of you are suffering in the hands of not the devil, but the people from the Christian fraternity. Hallelujah. Some of you have been accusing the devil for nothing. Kumbe ni huyo mnaendaka kanisani na yeye. Kwa sababu ni sister ni brother. Na Biblia inasema andika kioneki na demwanene. Sasa ukaandika ile kioneki, yani you wrote a vision with big letters. And these big letters, the big letter was your neighbor because you fellowship with this person. And you shared this miracle, you shared this dream that I want to open a factory. By January, I will be opening a factory. Assist me, pray with me for this miracle. Kubi umeongelesha, tukimuitate, si agent ya shetani. Kubi umeongelesha nani? Mkubwa wa shetani. Na anasema, Bwana asifiwe! Amen. Bwana asifiwe! Amen. Kube ndio mkubwa ya shetani. Na sasa unangangana na kupigana na shetani, kube huyu ndio shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. But there is one thing I want to tell you. Irrespective of your situation, God is still God. And no matter what they will say about you, God will change that situation. Bwana Yesu asifiwe sana. There is no single time I ever imagined myself on the pulpit preaching the word, despite that I was saved. Because those I looked upon, they looked down on me. Those that I tried to speak to, they could only remind me of my past. Bwana Yesu asifiwe sana. But one day God told me to forget about your past. Your past was not bad. It is me who created your past. So that when you will stand to preach my word, you will tell the people your past, and your past will change these people. Hallelujah. Your past is a billboard that will be used to change people. You may have been a witch. You may have been a conman. You may have been whatever they think or whatever you think yourself. It is not a mistake. All things work together. For what? Because of who? For those who believe. Bwana Yesu asifiwe sana. So no matter the situation you are in. I was arguing with somebody yesterday. I was on a television. I think this is where this gentleman saw me. And I asked the presenter that you were with that we work very hard because God has said, I want to help you. I want to prosper you. Bwana Yesu asifiwe sana. God does what? God will prosper you. God will lift you up. God will change. And that is why He's going to bless the work of who? The work of who? And this man, I reminded him, he's a pastor also. And he is in a church preaching.
And I asked him, have you ever encountered a morgue owner or a person who built caskets? When I asked him, or rather, can I use you? Can I use you? Stand up. This woman owns a mortuary. It's a business like any other business. She's a staunch member of this church and an adherent to the givings that are supposed to be given. The givings are offering, tithes, and sacrifices. They are biblical. And the Bible says in the book of, which book is this? It talks about the tithes. I wanted you to know whether you know the Malachi. The book of Malachi says, give me your tithes, your offerings, and your first fruits, and see whether I will not open doors and windows for you. Now this woman known the popular woman with a morgue where people are taken. She comes with her tithe in the church, and they have an envelope written a tithe to open her business, windows and doors of her business to be opened. Wewe kama mshirika umekaa hapo, utaanza kufikiria aje? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaanza kufikiria aje? Ama mtu wa majenesa huyu amekuja, ametoa tithe na offering na kila kitu, ndio milango na madirisha zifunguke. Wewe sasa ukiwa next na huyu naona ameandika ni tithe, utaanza kufikiria aje? Thank you. Thank you. So all things worketh together for the glory of God. Because this man who makes coffins, he will bring his tithe so that you may die. For his work to prosper. This woman of a mortuary will bring her tithe so that his work to do what? To prosper. Sasa tuwaombee wafuge mortuary ama tuwaombee wafanye nini sasa? Huyu yako amefikiria hivyo. Kwa hivyo huyu na ule anaua watu kule kwa barabara, what's the difference? Kunayo. Huyu ametumia sacrifice kuua na tithe. Wao umetumia kisu kudunga. Umeua. So, Mungu atusamehe tu. Don't look at anybody because this somebody is in a situation. You don't know this situation because Moses killed so that he can get out of where he used to live, where he was comfortable. He used to live with the tormentors of the people he was supposed to liberate. So because he had become so comfortable in that situation, God caused him to kill so that people will notice and know he killed. Ndio atoroke. Alipotoroka, alitoroka akakutana na wasichana wa Jethro. Wasichana wa Jethro wakampeleka kwa Jethro. Jethro akampatia buzi, akaenda kwa kichaka. Buzi zikampeleka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God works. God works in mysterious ways. God works in that situation that you are in. God works in that pain that you are in. God works in those misfortunes you are in. God works in that standard that they put you. It is not people's standard. It is God who is planning to elevate you. It's God who's putting a situation that will cause you to be lifted up. You are in here because God wanted you to be here. If you see that Mboya you talk about, many people know Mboya. If I bring Mboya and nimusimamishe hapa, nifubutike uso, mutasema si Mboya. Because it's a character man. Nikamutu tuka nakaka chokora. But the way he has commanded masses behind him, it is not his hand, but God's hand. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worry. They might have said you are not going to succeed. They might have said you are not going to make it. They might have said, and they know they have written, you are not going to succeed or to make anywhere. But one thing I want to tell you, I was myself, nilikuwa chokora. My early days, I was a street boy, street urchin.
nilikuwa navuruta glue. Ile Dandora dumping site ni sisi tulianzisha. Zamani ilikuwa Githurai pale roundabout ya 45. Ikahamishwa huko ikaletwa hapa. Ilipohaletwa pale, ilitukuta huko. Sisi ndio tulikuwa tunaruhusu magari ingie ama itoke. Bwana Yesu asifiwe sana. I never knew that one day I would be the discussion of the entire world. My life was that hapo kwenye hiyo garbing. Nilikuwa tunaongoja mkule, mtupe chakula, mkitupa ziletwe huko tuokote. Unakuta hiyo chakula iko na ile kitu yenu wa mama. Ile ya kila last month. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hapo, unaiseparate, unafanya hivi, unatoa chakula, unafanya hivi. Na unakula. That one I've eaten. Bwana Yesu asifiwe sana. Zingine zinatoka hospitali. Unakuta mpaka kama mtoto kako hapo kamekufa, unapush katoto, unachukua ugali, unaukula. Na unakuwa sawa kabisa. And God still does something. One day I was in Kayole pale Masimba, nikakutana na msichana ambaye tulikuwa tunasoma na yeye. Anaitwa Regina, she's my very good friend. Aliponiona, but mimi nilimuona nikamkimbilia because at last nimeona mtu wa kwetu after 5 years. She ran away akipiga duru. Hallelujah. I was so disappointed that I felt, kwani nimekufanya makosa gani? Na nilikuwa nimeona because I was looking myself, how can I go back home? How can I go back home? Ni nini ninaweza kufanya niende nyumbani? Wakati niliona msichana huyu anaitwa Regina, nikamkimbilia. Yeye alinitoroka na akapiga duru. Mpaka watu karibu wanichome wakifikiria nilikuwa nataka kumnyang'anya. That is how people look at you. Bwana asifiwe sana. That is how people do what? They look at you. That is why you are in that situation, because it is God. Nothing works behind God's back. Whatever is happening in you, God knows it. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako useme, Mungu nikumbuke. Mwambie Mungu nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna msichana tumekuwa tukiongea naye tukichat. Umefika? Ule ni Lois. Cecilia hapana. Kuna mwingine tulikuwa tunachat ni wa saloon. Ni wa saloon. Inua tu mkono wako kama umefika. I love you. Hajafika? Muniremind akikuja muniremind tu. Hata kama hamjui na sitajua, the Holy Spirit will speak to you ni ule. Anakanafanya saloon. Hallelujah. I will explain to you back later. Mommy, come. I want to use your story to lift the spirit of these people. Hawa watu wote unaona nyuso zao zimeinama. Roho zao zimeinama. Panda tu hapa juu. Come here up here. Ni roho zao zimeinama. But I want to musikilize story ya huyu mama. It will change you forever. Because this is what most of you are going through. Put your microphone. Just give it to her. Narrate the story the way you narrated, because it will deliver you here. As you complete the story, utakuwa deliverance yako imefanya kazi. And for your deliverance is the deliverance of these people. Go ahead. Bwana asifiwe church. Weka karibu na mdomo. Vile niliwaambia mimi naitwa Lucy. Nimetoka Kisii. But nafanya kibarua hapa Nairobi. Kwetu tulisaliwa watoto 10. Vijana 5 na wasichana 5. Sasa vile tulisaliwa hao watoto 10, 5 boys, 5 girls. Lakini sasa hivi na waongelesha hivi wamekufa watu 7 mpaka wazazi wetu. Sasa tumepaki 3, wasichana 3. Vile nimesimama hivi wanakufaga yearly ama monthly ama vile naongea hivi already niko na matanga. Kuna my sister alikufa on Thursday. Kwa hivyo every end year
lazima tuwe na matanga. Sasa nikiwa kwa nyumba Tu hapo. Anakwambia every of the month of the year there is somebody dying. Na saizi anaenda kuzika. Kwa akili yake inamwambia next year ni nani? Just go. Sasa on Thursday nilikuwa kwa nyumba nikaambiwa huyo my sister ameumia. Mimi nikafikiria ni ile kuumia niende kumsaidia. Nikachukua matatu, tukifika Limuru simu ya pili ikafuata. Amekufa. Sikuwa na namna. Nikarudi juu hata kwa nyumba nilikuwa sichapanga watoto, nilikuwa nafikiria nikufika nimsaidie nifanye nini? Nirudi. Sasa hiyo kitu ikaniuma. Tumecharibu maombi. Mimi ni Mkatoliki. Hakuna misa atuchaleta kwetu pastor. Boma yetu huyo mama sasa tunaenda kusika hata mtoto yake ni sister hapa Kasarani. Kwa hivyo misa ni kama chakula yetu kila wakati. But atuchafaulu. Sasa ile matanga inakuwa kwetu. Ni ile kitu daktari anakuambia it's not possible. It's cancer, diabetes, combined na pressure. But huyu ni mtoto wake mzazi kutoka kwa tumbo yake. Hiyo kitu I think iko kwa media hata sahi. Ndio alimuua. Alikuta kamkatakata. Saira aliona mkono imeanguka chini, akamkata hapa mpaka ubongo ikatoka. Sasa wale watu walikuwa kwa ground juu nilipata opportunity nikaongea kwa one of the radio representatives kutoka nyumbani, walimpata akinyonya hiyo damu ya hiyo mkono. Mwishowe hakuna kitu, hata neighbors hawakufanya kitu. Huyo kijana akapelekwa polisi. Sasa sichui nilichanganyikiwa. Ndio sasa kitu ikakuja, ongea na apostle uone hii matabao ni matabao aina gani. Apostle ikiwa ni kutoa, tumetoa. Kanisa tumekanyaga. Toa hii, fanya hii, chinja hii, kucha kanisa sijui ufanye nini, tumefanya. Saa hii Father Nyanga is my first cousin, ndio chaplain ya Kisii University. Sasa nimeshindwa hii altar ni altar aina gani. Sasa vile nilikuwa nafuatilia apostle, alikuwa anafundisha juu ya altars, na kila altar iko na sababu yake na mwenye alileta na kuko na vile itatolewa. Ndio na ikanisukuma nikakuja hapa nishirike na nyinyi, hata nyinyi munisaidie mawaidha. What can I do? Nitafanya aje? Sasa vitu muhimu hapo kwetu ni premature death na pesa siko. Pastor, pesa siko. Pesa iko lakini hakuna kitu itafanya. Hakuna kitu itafanya. Na hata mkienda huko ile matanga inapangwa hapo. Ni matanga ya mfalme lakini haitusaidii. Inua mikono yako juu. Nyosheni mikono hapa. Sema Bwana Yesu, tunavunja madhabahu haya. This is a generational curse of people who are witches, who sacrificed a human blood for their benefit. And now it's being broken. In Jesus' name. It is broken. It is broken. It is broken. It is broken. In Jesus' name. It is no more. It is no more. Umepatia direction? So, thank you.
Inamisha uso wako tu. Mwambie huyu Mungu, jinsi umekumbuka familia hii, na mimi nikumbuke. Majini, wachawi, waganga na Illuminati, curses, family curses, spiritual sins, be broken in the mighty name of Jesus Christ. I disconnect you with the umbilical cord that unites you with these powerful demonic altars. From today, you are free in Jesus' name. Thank you. God bless you. Mpigeni Yesu makofi. Today I want us to look. Munivumilie tu, nitafanya deliverance baadaye. Na msitegemee tutafanya deliverance venye mnafanyiwa kwa kule mnaidaga. Me am different. Bwana Yesu asifiwe sana. I do the way you are seeing I do. Kwa hivyo univumilie tu, kama sifanye kama kwenu. Wewe wachana tufanye na kwetu, ukirudi kwenu ukafanye kwenu. Si ndio? Kana tigwa mode. Tataka kutusome forces that hinder you from forces. Kila mtu akona karatasi na kalamu. Ukikuja hapa next time, kuja na kalamu na karatasi, because I teach. Nyamaza. Kuja. Kaita kaambia kuja. Kuja. Nini? Nini hiyo? Nini? Nilete. Mwache tu, mwache. Nini chafu? Nini mbaya? Hiyo. Nyamaza, hebu nyamaza. Wewe ni mzuri. Wewe ni mtoto mzuri. Nakupenda. Nini? Mwache tu, kuna communication. Iko wapi? Imetoka wapi? Imetoka hapa. Ilikuwa imekaa hapa. Imeenda wapi? Imepitia wapi? Uko juu. Ilikuwa hapa. Imeenda. Ilikuwa imekaa wapi? Sasa ni mzuri. Nini nilipatie kitabu? Hebu nione. Leta nione. Fungua hiyo kitu unaona? Fungua tu. Imeisha sasa. Lete. Ni mzuri. Hii ndio utaki. Bas. Imeenda. Uitaki iende. Forces that hinder you from your breakthrough. Mapepo inaogeaga peke yake tu. Inatoroka peke yake tu, inatoka peke. Haya, uko hapa. Hai. Inua mkono yako juu. Huyu mami ako wapi? Ako hapa. Yes, atakuja tutampatia nini aongee. Sasa nyamaza, imeenda. Suna anasema imeenda. Ilikuwa imekaa hapo. Karibu na yeye imemkamata. The deliverance inaendelea.
Mpigieni Yesu makofi anapofanya deliverance yake. She's being delivered from powerful demonic arrangement, but it passed through the book. Hizi katuni unaonanga mnakubalisha watoto wanaangalia. Nickelodeon nini? Unakuta wanafanya magic. Mpaka unakuta tutoto pale nje tuna practice hiyo magic. Unaona katoto kameanguka. Ati gogo hiyo magic imefanya kazi. It is a preparation to elevate. Sawa. Thank you. So I was tunataka tuangalie kwa haraka sana forces that hinder you from your. How many came for breakthrough? Siku ya leo tulikuwa tumesema is a day of breakthrough. How many came for breakthrough? Lift up your hand because I want God to see that hand. Hallelujah. Young man, how are you? What is your name? Simama tu na miguu yako miwili. Hallelujah. I want to talk to you. I know you came here because of somebody. But that it is not that somebody. It is you. What's your name? Ndongo Njoroge. Ndongo wa Njoroge. Ni kwa nini ulifuga dread? My reason is not dread, lakini wacha nikuulize, kwa nini ulifuga dread? Kwa sababu sipendi kunyoa. Upendi kunyoa. Kwa hivyo zinakufurahisha sana. Ziko na reason behind it new dread kulingana na ile masomo hata mimi nilikuwa nazo. That is why nimekuuliza kwa sababu nataka hawa waelewe. Ni urembo tu. Ni kwa nini ulitoboa masikio? Mapambo. What is the beauty about kutoboa masikio na wewe ni mwanaume? Not by it's from the bad faith. We are just talking. I want to help somebody. Mimi ni msanii. Wewe ni msanii. Ni wapi kumeandikwa wasanii lazima watoboe masikio? Hakuna. Ni mapambo tu. Ni uamuzi wangu. Ni uamuzi. Keti tu chini. Thank you. Forces that hinder you from what? Breakthrough. We get in the book of Genesis 49. Tunataka kuangalia zile vitu ambazo zinakuzuia maisha yako isiweze kufaulu. Kuna vitu nyingi ambazo sitaguzia lakini ziko, nitawaguzia kidogo kidogo, lakini it will open your eyes. Utafunguka macho ujue kumbe si venye nafikiriaga, kumbe ni kitu rahisi sana. This has been an easy thing to have done. Even you didn't need to go to all those churches you are going. Hello. Dayo. Ohoro waku. Ukaogeithie. Gwirega tene. Huyu alikuwa soja yangu ya zamani. Sasa. Mambo. Dayo. Kirumenya hapo. Huyu alikuwa soja yangu. Utoireko? Yokuwa. Nikiwekaga. Ngako ngangana na muturire. Wadeire niki? Ndumenyaga koro guko. Ndire ramenya. Ona babura kire guko. Babura, akwabe babura. Nadirikana babura. Akire guko. Nani mwingine tulikuwa naye huko? Nitakuonyesha. Ikara hado nitokonywa gasha. Inigo. You are great friend. Nasikia nimefurahi sana. Kuona majenero zangu wameanza kurudi. Sasa tufanye kazi. Mpigie makofi. Majenero wakirudi, kazi imeanza. Sema kazi imeanza. Majenero wakirudi, makomando, hata wewe ni komando. Ni venye umejitupa kule kwa watu wale wengine. Walikuchanganya tu hivi wakakwambia urembo ni hii, wakakupatia mtu vitu. Sasa unafikiria ni urembo, kumbe ni saini yao na kukamataga tu venye wanataka. Bwana Yesu asifiwe sana. 49 of Genesis. Tusome. One of the thing that forces you or causes you, ambazo zinafanya usikuwe na breakthrough, moja inaitwa curses. There are 3 types of curses. There is generational curse, self curses, and spiritual curses. Generational curses, self curses, na spiritual curses. Hizi ni vitu vitatu tofauti, lakini zinatembeanga asifu ni kitu kimoja. A generational curse and a spiritual curse
and a self-curse, it is all the same, but different. It got powers that are differently oriented. When you are going through a generational curse, this did not emanate from you. It emanated from your great-grandfathers. Your great. Wale wazazi wa zamani. Mimi naitwa Waruinge. Aliyeanzisha Maumau alikuwa naitwa General Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni kijukuu wake. Aliyeanzisha Mungiki ni mimi ambaye ni kijukuu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. A difference of over 70 years, almost 100 years. Hapana, si 70. Uhuru ni miaka ngapi? Yeah. It's about 60 years. A different, before that walikuwa wamefanya kama miaka 20. So a difference of 80 years. I came na nikaanzisha similar thing to him. Yeye ndiye alianzisha Maumau na kiapo ya Maumau yeye ndiye alianzisha. Mimi ndio nilianzisha Mungiki na kiapo ya Mungiki ni mimi nilianzisha. Mimi si kusoma mahali nisome kiapo inatengenezwa hivi ama kikundi kinatengenezwa hivi. Hizo mavitu zote zilikuwa zinakuja kwa kichwa yangu nafanya. Na nikiwaambia venye nilikuwa nawaambia muulize yule. Huyo alikuwa kwa madam kubwa. Atakwambia nilikuwa nawaambia kitu inafanyika. Tulichukua huko Morem yote nikaambia chijeni buzi. Hii shamba ni ya nani? Ni ya Kiabuda Dora. Chijeni buzi. Tukachija buzi tukamwaga huko, tukachanganya buzi na damu na mchaga na tukaambia nyakueni katakadeni shamba ni yenu. Watu wa Kiabuda Dora walijificha kwa mashimo. Shamba ni yako unajificha kwa mashimo. Hiyo ndio inaitwa madhabahu. Na hiyo madhabahu inakutokana na inatoka bali kulingana na ile nguvu ya ule mtu ambaye ni baba yako, alikuwa baba yako ama babu yako ama shosho yako ama jamii ambayo umetoka. Inaitagwa kirani, kwa Kisii tunaitanga egesaku. Si ndio? Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio ukitaka kujua matatizo mengi ambayo tuko na hapa, unajikuta katika hali ya usherati. Umejaribu hata kuacha, lakini ukipatana unaokoka. Leo mimi ni pasa naokoka kabisa na naokoka na simama vizuri, lakini nikikutana na huyo mudana anaanza kufanya Bwana asifiwe, naweza kujikuja because there is another powerful force that is in me. Nimeokoka, ninafanya deliverance hapa ya immorality, lakini nikitoka huko chini nakutana na kimama kinaniangalia, unaona na mimi naanza kutabiana nake hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is not me. There is a spirit that is controlling me. So when you start accusing this person, before you start accusing them, try to understand what could be the problem. I normally speak to the police and before you shoot this boy because he's a thief, try to understand ama baba yake alikuwa mwizi, ama guka yake alikuwa mwizi. Because this thing could be for it is a spirit. Na hii spirit ukionga huyu mtu itaruka kutoka kwa huyu itaingia kwa huyu. A spirit does not die. Spirit iko hai na inaendelea. Ukiitishwa pesa ukuje nikwambie toa shilingi 10,000 kwa sababu ya madhabahu ya kwenu. How do I know? Ukubwa ya ile madhabahu iko kwenu. Ama when did it start? Bwana Yesu asifiwe sana. How do I know? For me to quantify, for me to value what is you are going through. Ati leta shilingi 10,000 nikuvujie madhabahu. Nimejuaje madhabahu ya kwenu ni equivalent na 10,000? Na kwa sababu hutaki kuomba na hutaki kutafuta Mungu, unakimbia unaleta shilingi 10,000 na unakopa, unaenda branch. Na hiyo kile mnaitaka aje? Tala. Huyu ni wa Tala. Na hiyo mwingine ni wewe ni wa branch. Na hiyo kile inaitwaje? Fuliza. Wewe ni wa Fuliza. Na hiyo mwingine inaitwaje? Una hiyo kile wewe uko na 5 wewe. Unakopa hii nalipa hii nalipa hii. Unakopa tena unajikuta sasa uko na madeni 7. Unakuwa stagnated, unatupa karaini, unaanza. Alafu kumbe nilikuwa umenisave kwa hiyo line yako. Tunaanza kupigiwa masimu. Ati unamjua harusi wako hii? Naona kama namjua. Mwambie alipe pesa yetu. Sasa unaulishwa akikuja kukopa mlinipigia. Sasa unachukua contact zote ziko kwa hiyo phone. Unajua harusi wako hii mlipe. Kuna mmoja nilimwambia kuja nikulipe. Juzi tu kama nimeokoka. Akakuja nikamuuliza alipokuja
Uliniita? Hapana. Unaniita kwa nini? Si ni rafiki yako, lazima mumwambie alipe. Si mnamturazi. Nilimzaba coffee na nikamwambia tena ukinipigia nitakukujia tena. Because don't do that. Nani kwa sababu umekopa hapa because there is a spirit operating in you. And when the spirit is operating in you, it will cause you to find yourself in trouble. When you are getting into the trouble, it is very much easy. It will even assist you to get into the trouble because this is a curse. Unaweza jikuta unataka tu, unasikia hauna pesa, lakini ile kitu inataka kwenda kukumaliza iko Mombasa. Na hauna pesa, unatafuta pesa ya kwenda Lemuru unakosa. Lakini ya Mombasa unaomba mtu nipatie shilingi 1000, unasikia inakubalika mara moja. Because these altars, they make an arrangement on how to finish you. They will bring all these things closer to you to assist you for your destruction. But when you are going to coming to church, utasikia kuna kijana mwingine alikuwa amenipigia simu, ameniambia nataka kukuja kanisani. Lakini amefika tu hapa, amenipigia simu, ameniambia I'm sorry, I won't come. Why? Because kijana rafiki yangu amedugwa na kisu. Let me go and attend him. Arrangement zimetengenezwa na demon. Zimemwambia rudi because the agenda is you not to be delivered. So this thing will cause you, will make all arrangement to make sure you don't go for deliverance. But if it is something else where they want to go and finish you, they will allow you. They will even give you more money. So this is a thing that is operating and it's alive. Bwana Yesu asifiwe sana. The Mau spirit worked in me. That was started my great-grandfather. And it did wonders in this country. I commanded everybody. I commanded the government. And whatever I said, it worked. Nilisema siku moja nisione mwanamke na miniskirt. Kenya mzima hakuna mtu alivaa miniskirt. Hiyo ni nguvu yangu? Hiyo ni nguvu yangu? No. It is a spirit that was operating in me. Nikasema siku moja, nikasema wanawake wakae kwa nyumba wasitoke siku hiyo. Ilikuwa na Saturday. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 7. Hakuna kama mwanamke hata kama kalitoka, hakuna. Wote walikaa kwa nyumba. Walikaa kwa nyumba. Kwa sababu ya nini? Ule mkubwa Mogeke alisema tusitoke, tukitoka tuta. Na nilizunguka Kenya mzima nikilinga. Na nikisema you see, no, umeona mimi, umeona. Ulisoma gazeti ya jana? Kuna mwanamke uliona kiradarada huko ovyo ovyo. Mimi umenijua sasa. Because it is the spirit that is operating and is speaking through my mouth. It is not that I was so well educated. Nimekwambia nilikuwa chokora, nilikuwa nakula mapipa. All the time I wanted to do something that is negative, I succeeded. All the time nilitaka kufanya wizi, I succeeded. Mimi ndio nilikuwa nabebea yule mtu alikuwa na rasta madhari buduki. Nikitaka nitoe buduki hapa nipeleke Umoja, ni mimi nilikuwa na mabebea. Everything that was negative in my life, I easily succeeded because the arrangement of the devil, right from my grandfather, it operated that I am supposed to die anytime. Anything that will take me to prison, it was so easy. So easy. But when I tried to find a positive thing, I will struggle. I don't know whether you have been in that situation. That when you are trying, when ukiangalia ukitaka wewe kama ni mama, ukitaka kimwanaume kikupatie sukari ama kupatie kitu, haraka haraka kinajitokeleza. Lakini ukienda kutafuta kazi, unasema kutoka leo sitalala na mwanamume mwingine, nitafanya kazi na mikono yangu, I will eat which is mine. Kazi inakosekana. Lakini ukitoka wakati ukiwa dejected, umenyimwa kazi. Kwa barabara unakuta kimwanaume na Range Rover na umetembea na slippers baka fupi imekuja baka huko, kimwanaume na Range Rover kinakwambia, "Unaenda wapi? Naweza kukupatia lift." Haraka haraka anakupeleka baka kwake na anakupatia 10,000. Na ulikuwa ulipo mshahara 8,000. Unatorokea huko. Unashindwa this breakthrough ya kwenda kulala na wanaume iko. Lakini hii breakthrough ya kutafuta kazi ndio nifukuke mikono yangu haiko. Why? There is an altar speaking, which is pushing you. Hikyo kimwanaume unakuta kiko na ukimwi. The next meeting unasikia umeanza kugojeka. The next time ndio huyo. Tunasema mchaga irudi mchaga kwa sababu they have been able to kill your destiny. There are demons
They are demons designed to deal with destinies of people. They are demons designed to deal. They don't deal with your personality. They don't care you. They will not interfere with your personality. But they will deal with your destiny. The day you start process your destiny yako, wanasimama. Wanakuuliza unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. They don't deal with your body. They don't care. Utakuta wewe ni mwokovu number 1. Kanisani unaobaga mpaka moto inawaka. Wakiongea hivi unaona ni kama malaika wanatoka. Kumbe ni mata inarushwa. Lakini ukimwangalia vizuri unaona kama ni malaika wanatoka na venye ameoba. Anaobaga mpaka unaona kiti yenyewe inaanza kutembea hivi. Lakini wacha aanze destiny yake. Aanze tu hivi. Ndio huyo unasikia kiugonjwa kinatokea, kansa inatokea kwake. Because they are demon organized, planned only for destinies. They will only come once you start the process of destiny. Inakumaliza, inakusimamisha. But when you go to serve God, when you go to praise God, when you go to do anything, when you are prophesying, utakuta mtu ni nabii anaprofesaia mtu. Naona gari, naona Range Rover. Naona watoto wako wakienda ng'ambo. Naona mambo ikifanyika, naona hii ikitendeka. Haleluya, wekelea fungu la 10, wekelea pesa hapo na uone mambo yako itafunguka. Na unawekelea. Na unakuta wewe ambao unawekelea, umenyimwa pesa unawekelea kamia, lakini kamia kana kuvugua. The next day unasikia watoto wote wameenda ng'ambo. Lakini huyo mchungaji chini ya kiatu yake ameweka katoni. Na wewe ndio ulikuwa umetumia atoe hiyo unabii. Ndio wewe utumike ukuwe baraka kwake. But when it comes to his destiny kufunguka, kitu inasimama. Na hiyo ndio mnapitia nyinyi yote. Mlikujia breakthrough. Sasa nataka tutafute ni nini hiyo inasimamanga katika when you are about to be blessed. When you are about to get it to go where you're supposed to be. Ni kwa nini kunatokeanga accident when you are about to go there? There is a generational curse. And this curse, we want to look at in the book kitabu ya Genesis 49. Tutaenda tukirukaruka kidogo. Ndio nikwambie generation curse ni nini. Na inakuaga aje. Na rangi ya generation curse ni nini. Na iko hapa na huyu mzee anaitwa Jacobo. Kitabu ya Genesis 49. Huyu mzee anaitwa Jacobo alibariki watoto wake. Na alipo katika hali ya kubariki watoto wake na akasema maneno haya. Jacob last words to his sons. And Jacob called his sons and said, gather together that I may tell you what shall befall you in the last days. So a generational curse or a generational blessing is communicated. So whatever you are going through, whether it is positive or negative, it was communicated. They communicate, this is what shall befall you in the last day. In your future days, this is what is going to happen to you. Bwana Yesu asifiwe sana. So anything that is happening that is of generational, it was communicated. That is number 1. It is not something that just came. Ati niliota in the dream. I would dream, nikaona nikiswim kwa maji. Hapana, this was communicated. And it was a limitation, a blockage that was put, all a blessing. Your father will bless you. Your mother will bless you. Your mother will curse you. Your father will curse you. So a curse is a communication of some sort. Praise be the name of God. So when you start looking for what happened to me, start looking from huko nyuma. Who was your father? Who was your grandmother? Bwana Yesu asifiwe sana. Because so many of you, muko hapa mmeokoka na muko kutilia hiyo kitu, but your grandfather alikuwa mganga. Your grandshosho alikuwa mganga. Hamuku kutilia, wewe tu umekuja mama yako umekuta naenda PCA, baba yako ni wa PCA ama ile independent, ama wewe umeenda kanisa hiyo ingine na hiyo ingine. So you didn't find them doing it. But there is a history about them. That they were witches. Walikuwa waganga. Na kazi yao ilikuwa kutumia uganga ya kufuga watu. Kwa sababu mganga ni kufuga. Muganga si kubariki, muganga ni kuroga, ni kukufugia maisha yako. So this thing has been there. And if there was a muganga in your family, awe ni grandfather, awe ni shosho, na kukue hiyo uganga haikuvujwa, that thing is still alive until today.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mfea alikuja nyumbani kwenu akakuta, kwa sababu grandfather hizo mavibuyu zake zimeanguka, yani yeye amekufa, akawaambia huyu father, akawaambia chukueni mavibuyu mwendeni muzike na yeye ama mchome. Hiyo kitu imeisha. That was the greatest mistake. Na hiyo ndio inaitaka spiritual mistake in life. Because this thing when it came kwa huyu baba yako ama guka yako, it was an initiation. Kuna matambiko yalifanyika, kuna kafara zilifanyika, there are communications that were done, there are words that were uttered, there are progresses ambazo zilifanya, kuna vitu vilifanywa for him to become a mganga, kuna sacrifices zilitolewa for him to become a mganga, there are words that were released for him to become a mganga, there is a bloodline that was involved for him to become a mganga. Sasa umeambiwa na father ama pastor yako, enda uchome. Did you umechoma hiyo the words? Umechoma hiyo maneno ambayo ilicommunicatiwa? Walichinja mbuzi, kwa hivyo damu ilitumika. That is a bloodline. Kama mbuzi ilichinjwa na mtu amekwambia chukua hizo vibuyu hata uchome, hapo umegusa mbuzi. That is why unakuta tumekimbia kutoka kanisa moja kwenda kanisa nyingine, kwenda kanisa nyingine. Hapa kila mtu unakuta hapa. Nikiwauliza vizuri, kila mtu ako na namba za pastor kama 20. Hapa Pastor Nganga, Pastor Harrison, Pastor Wajiro, Pastor wa Nigeria kama 6. Pastor wa Nigeria sasa hiyo watakuwa wengi kuliko wa Kenya. Kama 6. Pastor Ogogobo, Pastor Okokoko, Pastor Ekekeke, Pastor Ekefu, Pastor Eketi. Sasa mpaka mtu nakutaka anaongeaga Ekefu na Eketi. Because you are tired, you are lazy of searching yourself. Lazy of searching yourself. If you read the book of Genesis, it talks of genealogy. Genesis chapter 1. It talks of genealogy of Jesus Christ. The genealogy. Na inasema Jesus, acha nikusomea kidogo, then we come back to come back there. Somebody to read for me. Genesis 1. Genesis 1. Then you see this, the process of God is a genealogy. It starts from one person to the next person quickly. Mpatie ule. Yeah, tusome haraka. Genesis 1. Hawa watu wa macho ine tunawaambia nini? Santi, Genesis 1 verse 1. In the beginning God created the heavens. Ngoja wewe baba. Tuendelee. In the beginning God created the heavens and the earth. The earth in the beginning God created the heavens and the earth. That's the genealogy. Umeanza sasa kujitafuta. Number 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Yes. Not Genesis. Nataka unisomee Matthew. Simeona matatizo ya hii. Wewe. Sasa utanyamaza. In Jesus name. Yes. Ai, soma. Mpatie huyu. Matthew chapter 1 from verses 1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren, and Judas begat Phares and Zara of Tamar. Wachia hapo. It is talking of a genealogy, a process that you came. So whatever that is happening in your life is a process. To get it to change. That's what is happening in your life. It's a process that is happening in your life. Therefore, you need to understand this, the problem, the challenges. Hiyo umaskini uko nayo, hiyo ukosefu uko nayo. It is also a process that came to you. It is not haikuanguka from nowhere. It is something that came to you through a process, through something that was created. And if your great grandfather alikuwa mugaga, hata wewe ukijagalia characteristics zako nyingi inakuwa kama mugaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajionanga hivyo? Si unaonanga unakifanya vitu kama mugaga. Amezuka. So, as Jacob called his sons and said, gather together, that I may tell you what shall befall you. Gather together and hear, you sons of Jacob, and listen to Israel your father. Akamwambia Reuben, you are my firstborn, my mighty and the beginning of my strength, the excellence of dignity,
the excellence of power. Unstable as waters you shall not excel, because you went up to your father's bed, then you defiled it, and he went up to my couch. What is the result? Mudomo imenena kwa Reuben, ati wewe uko na nguvu, maana wewe ni bebo yangu, ndio mtu wangu wa kwanza kuleta dunia hii. But you shall not excel. Utakuwa mtu ambayo ni unstable kama maji. That is a curse. Na ukitafuta Reuben kupitia maji hizo maniclans, utakuta until wamewelaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kitu kilinenwa na akaambiwa hakuna siku utafaulu. Kwa nini? Because you went to bed and slept with my wife. That is what we call a spiritual mistake. Defiling your father's wife or your daughter or whatever you do, it is a spiritual mistake that we make that will affect the entire line of your life to the 10th generation. And that is what has really cost you. Because wewe unaangalia tata yako, auntie. Unaonaka auntie kwa sababu anakuwa na jicho limekaa hivi na ana kuna sura zuri iko na madhudo, unasema huyu ndiye anaturuaga. But you did not understand your grandmother alikuwa mugaga. You did not understand your grandfather alikuwa mugaga. Na wakati alikufa, unajua wagaga kila mwezi walikuwa na kila mwaka katika mwaka moja walikuwa wanachinja mbuzi, either December, mwezi wa 8, mwezi wa 3, mwezi wa kuna at that particular day walikuwa wanatoanga sacrifice to sustain this altar ya ugaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio nakuta kwenu familia yenu tangu kukawaguka kufe. Kwenu familia yenu mwezi wa 8 kuna mtu anakufaga. Because wakati pastor ama mugaga alikuja, pastor alikwambia vya emotion miane, endeni mshine mchome hizo mavibuyu. But hakuambia hii altar ilikuwa inakuwa sustained na mbuzi ama na ng'ombe. Walikuwa wakitoa kafara, walikuwa wakimwaga damu. Where there is blood, either ni ya kuku, ni ya panya, ni ya nani, hiyo ni damu na inafanya kazi. Kwa hivyo kuna damu ilimwagika na ilikuwa inachinjwa mwezi wa 8, ilikuwa inachinjwa mwezi wa 3. Ilikuwa inachinjwa mwezi wa 4, ilikuwa inachinjwa kila mwaka, the family gathering. Ukaitolia boli, unasikia guka naita vijukuu na vitukuu vyote, anawachinjia mbuzi. Si nyinyi alikuwa anachijiaga mbuzi, alikuwa anatoa kafara. Lakini because the clan must be in attendance, because akiondoka lazima aachie mtu mmoja kwa hiyo clan. Bwana Yesu asifiwe sana. Now what are you doing? Unangangana kanisani, kungangana, unaambiwa badala ya kwenda kujisearch, badala ya kujisearch vizuri, unakuta unangangana kutoa matasadaka, fungu la 10, toa sacrifice, toa nini, nitakuhugulia mlango, nitakuhugulia madirisha. Nobody will be able, hata nani akuje, nobody will be able to unlock this until you exactly know the exact words that were spoken. And it is only God who knows the exact word. If you read the book of Judges, chapter number 6, verse 1, and the children of Israel did that which was evil in the eyes of God, God handed them over into the hands of the Midianites, and the hand of the Midians prevailed. Ukitangalia Gideon hapo chini, wakati walipata shida mkubwa sana, kwa sababu Wamidiani walikuwa na wavamia usiku mchana, wanachukua vitu zao, wakilima mangamia zinakuja, wakifanya kila kitu kinakuja. Gideon alikuwa anauliza, ule Mungu ambaye alisaidia mababa zetu, kwani alienda wapi? Hadi malaika wa Mungu akamtokelezea, na wakati alimtokelezea akamwambia, you shall win this battle as a man. Kumbuka Gideon alikuwa ametengeneza 32,000 people to fight the Midian. Lakini who brought the Midian to the Israel? Ni nani alilete? Ni Mungu alilete. Na Mungu ndiye aliwapatiana. Akapatia wa Midiani nguvu wapigane na Waisraeli. Na Waisraeli wanatengeneza jeshi ya 32,000 ipigane na Wamidiani. Na Wamidiani wameletwa na Mungu. Nani mkubwa? Who will prevail? Ni wewe unalete Mungu ama ni yule ameletwa ni Mungu? Yes. So some of the problems you are facing, they have been caused there, allowed to be there because of God. Because you have refused to do which God wants you. Akawaruhusu wateswe.
Mpaka wakati wametengeneza jeshi kubwa, Mungu akakuja akaambia Gideoni, jitayarishe, nitakwambia ni nini kinakula kwenu. Akamwambia amuka asubuhi, hapana usiku. Akamwambia nenda pale kwa sisi ya baba yako, chukua ndume wawili, nenda uchinje mmoja, ubomoe madhabahu ya baba yako. Kumbe hii shida yote ya Wamidiani ni baba yao. Kumbe hii mateso yote wamepitia, kunyaganywa na kuchukuliwa na ng'ombe zao, kuchukuliwa mazao yao, kuchukuliwa. Kumbe ni baba ndiye alijenga madhabahu ya shetani. Na sasa hiyo kwa sababu wewe umeokoka na baba yako anaedaga VVA ama anaedaga AIVVA ama anaedaga ile anaedaga. Sasa ameokoka, amevaa mpaka ile koti ya red na ile baji hapa. Wewe unaonaga muokovu, kumbe ni yeye shida ya kwenu. Kwa sababu hii maneno ilifanyika kitambo. This thing happened long time ago and you don't know. Hawa watu walikuwa nafikiria ni shetani amewaigia. Alikuwa nafikiria ni watu wa Midiani wamekuja. Wa Midiani ni watu wa shetani. Na ndio nakutaka tumeomba kanisani. Likataraba kotoroko, yakatadari na makatoro. Hiyo mumeomba mpaka unakuta mtu ameomba akakuwa asha, akatoka asha, akakuwa intercessor, akatoka huko bado nothing. As more anaendelea kuomba, the more anaendelea kukua poor. Have you ever found yourself in that situation? The more you pray, the more you are getting into trouble. The more you pray, the more you are getting in trouble. Why? Because you are interfering with an altar ambayo imesikia. Unaniogelea kesho utaamuka kwa kitanda. Umetoka 20 days, 21 days ya maombi Katoroni. Ukiingia kunyumbani, saa hiyo ambulance inaitwa, unapigishwa Kenyatta. Ni kwa nini? You went to speak against an altar that you never demolished. You must speak of that altar and destroy it if you have the capacity to do so. Altars are not just broken. Altars are powerful. Altars can make this nation, we are run by altars. I've been talking about this. This nation tunaongozwa na tunatawaliwa na altar. Kuna wale wako na altar ya finances hapa Kenya hii, that everything you do it must come through them. Kuna wengine power. Mmoja alituambia atatutawala miaka ngapi? 100 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotoka ni nani aliingia? Ni Kibaki. Kibaki alikuwa wa chama gani? Alikuwa life member wa KANU. Nani aliingia second? Uhuru alikuwa wa chama gani? Life member wa KANU. Na ukupuke KANU, watu walikuwa naingia na kiapo. Wachana na hizi vyama mingi zimekuja hapa zinarukaruka hapa. Ati UDA na nini na nini. Hizi UDA they are rootless. A party that has roots ni KANU. Na ile ya Jaramogi ndio naona kijana yake ana shida kisubua watu in the opposition because it was raised in an altar of opposition. Lakini hii ya KANU it was raised in power. And we did a sacrifice and we laid an altar here in the center, city center. Ukiuliza mama yako alitoa shilingi 5 ya kujenga KICC. Enda uliza mama yako Kenya mzima ama baba yako walitoa shilingi 5 ya kujenga KICC. Hiyo ndio ilikuwa headquarter ya KANU. Na KICC niliwaambia imejengwa kwa sababu ya nini? Imejengwa kwa mfano ya nini? Endeni Google. Go Google and you find. Imejengwa kwa mfano. Ligine hapo hivyo. Tuko wengi sasa leo sitaongea hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Imetengenezwa kwa mfano ya kitu ya immorality ile ya Buddha. Na ikawekwa katikati ya nchi. Na mzee mwenye nchi akachongwa akawekwa hapo katikati ya Nairobi. Akawekwa upande huu ni sheria, upande huu ni koti, upande huu ni city hall na upande huu ni parliament. Anakamata nchi. Tukasema na tukapitisha noti yoyote isiwekwe sura ya mtu. Hiyo ilitolewa. Kwa sababu ndio mwenye madhabahu ya hiyo kitu, ya hiyo pesa. Hamwezi hata mfanye ni hata kukuja president gani. Hiyo mtu hawezi kutoa, madhabahu yake inatawala. Naye mmoja akasema atatawala miaka 100. Akadhuru Kibaki akatawala. Dhuru Uhuru ametawala. Dhuru Ruto sasa ako. Ruto ni mtoto ya Moi. Na wengine naona wakiweka picha ya huyu mtu mwingine na huyu mnaona si huyu ni kama si huyu ni kama huyu. Si huyu. Sasa jiulize huyo mtu alitoka the first time MP. Amekuja na ameburutuka amepanda na amekuwa deputy. Na tumekuwa na Musalia Mudavadi ma-DVD. Miaka yote hiyo amejaribu. Hajai karibia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the altar is very powerful. The altar will change everything. It will change the course of your life. Either a demonic altar
or a godly altar. So it is very important for you to verify what is happening in your life. What is happening, what transiting katika kwenu. Enda uliza mama yako. Mimi mama yangu alikuanga Maumau. My own mother, they are the one who walianzisha Maumau. And the first people to be arrested, wakapelekwa kamiti ikiwa mpya, ni mama yangu na mama ya Uhuru na mama ya Kimathi. Walikuwa bibi ya Kimathi. Walishikwa siku moja, wakakaa kamiti miaka 7. Around 50 years down the line, about 60 years down the line, mimi tena nilikamatwa, nikapelekwa kamiti. Mama yangu alifugiwa ile inaitwa block D room number 38. Huko ndio nilienda kufugiwa. Kuenda kuambia mama yangu nilikuwa block D, kwa sababu mama yangu aliniuliza, "Ejere yole, ni hasi ajili." Mama yangu ni mzee sasa. "Chara yao ni hasi ajili." Nikamwambia ni block D ile yako. Nikamwambia kwa mimi kata liko to ahikereto. Kumbe mama yangu alifugiwa block D room number 38 na mimi nilipelekwa block D room 38. Hiyo ni madhabahu, na ikikushika utazunguka makanisa yote dunia hii. Na hiyo ndio message nimekuja kuambia watu. Wacha kuzunguka makanisa. Kama hali pamoja ufundishwe, utafute ni nini inakukura. And that is what Jesus told you. No, pray and you will be answered. And if they don't answer you, if God refuses to answer you, stop praying. Seek. Seek to know. Ni kwa nini Mungu hunisikii? Seek to know why God has refused. I've gone to TB Joshua. Kuna watu hapa wako na maji ya TB Joshua. Kuna maji watu hapa wako na tisika ya TB Joshua na ya Kakade na ya nani mwingine? Na ya Ezekiel na nani mwingine? Hata yangu nitatengeneza. Na Waismani Daniel na ingine ya John Chi na ingine ya wapi? Mimi nilikuwa huko. Ni mimi TB Joshua kabla ya kufa. Alikuwa rafiki yangu. He was to come before he died. Lakini akaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi aliniwekea maji kakotoni. Siku yangu ya kwanza tulienda na mtu anaitwa Wajakoya. Si mnajua Wajakoya? Huyo ndio tulienda na yeye. Tukaenda tukakutana kwa ndege na Kakade. Tukaenda huko tukakutana na mtu na president wa Malawi. Ule mama alienda alikuwa anaitwa nani? Joyce Bada. Tukakutana na wao huko. Tulikaa huko, kuna TB Joshua amejenga hoteli kubwa in the church. Na iko mpaka na 5-star hotel. Sasa sisi tulipatiwa ile presidential rooms. Sasa tulikuwa tunakaa huko kama wadosi. Sasa ananiambia mimi nikakande from Uganda. Na yeye TB Joshua nataka kuwa president. Na mimi sikuwa najielewa. I was just looking for myself. Kwa sababu sikuwa najielewa. Hata TB Joshua sikuwa namjua. Ni nani? Wajakoya ndiye aliniambia kuna pastor Nigeria is very powerful and you need to go there. Ndivyo aliniambia you need to go there. Nikamwambia mumpigie simu. Hapo kumpigia akachukua yeye. Na akaniambia akanilipia tikiti nikaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. He paid for my ticket. Kufika huko alinipatia maji na carton 3 akanipakia for free na vitabu vingi na bracelets akakuja. Do you know some of them niliziwacha kwa airport because I did not understand. Kuna watu wana worship hiyo maji. Nikikuja kufika Kenya kuangalia inbox yangu, nilipata karibu watu 1,000,000 wa kanisa. Did you come with water? Did you come with what? Did you come with? Nikawaambia kujeni, I have 2 cartons in the house. Sikuwa najua. No, I carried something I don't understand. Hiyo box moja nilitupa kwa airport kwa sababu ilikuwa mzigo kwangu. Sasa nikaambia mtu nilitupa. Niliona machozi na kwa kakale. Akaniangalia hivi akashindwa. Kwa mtu ya mgoroki. Nikikigwe gote. Kumbe ilikuwa pesa. Akaniambia hiyo tunausaka 5,500. Kai nikasema, "Oi. Nirudie." Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema nirudie ama nifanya nini? Nikasema isiru. Hii kile nikawaambia kujeni basi. Niliwapatia for free. I did not sell because I did not understand its meaning. I could not understand. Until now I went second. Akanipigia tena TB Joshua. Second time nikarudi huko. Sasa ndio nilienda nika understand what is the meaning of this water. Unatoa $5 unapatiwa nini. Alinipatia another 5 cartons. Acha ni jiojoi hapa. Nilikuwa naishi Intercontinental. Nataka maji kuja. Nakuja na shilingi 5 kama umeshika na mdomo. Na wanatoa vizuri, naona ametoa kwa moyo wake. Siku mkoni anatoa kwa moyo wake vizuri. Na anakupigia simu nilipona. Unamuuliza sasa unatakaje? Acha nikutumia tu 2,000 tu ya asante. Juu ya 5,000 tena 2,000 ingine mbili. You must understand the
origination. Where did he derive this water from? I don't say it's wrong. It is right. God uses things. Anatumia, akamwambia Elijah chukua chumvi. Alipofika akaambiwa hili shamba ni nzuri. Rotuba yake ni mzuri, lakini maji yake yanaua. Alifika huko akatembea mpaka huko. Alipofika huko aliwaambia nini? Bring a new bowl. Bowl ni bakuli. Hapo akamwambia bring me salt. Kuna mtu alitumwa supermarket. Walienda wapi? Walienda kwa nyumba. Akaleta sahani mpya ile ya Christmas na akachukua chumvi, wakaeka hapo. Alichika chumvi akaagusha ndani ya maji, maji ikakuwa safi. Those are mediums that God uses. Akasikia shoka imeanguka ndani ya maji. Akaenda akakata kimuti, akauliza iko wapi? Akaisha hivi, shoka ikakuja. The shoka ikafloat. God can use anything. I don't want to say ya maji ya Ezekiel ni baya. Lakini before uende kwa Ezekiel, labda solution is with you. Bwana Yesu asifiwe. You need only to know. My grandfather was a witch. My grandfather was this. Therefore, if my grandfather was this, ende uliza mama yako. Muliita mchungaji avuje hii madhabahu. Kama madhabahu haikuvujwa, bugaga inawaki effectively. Effectively. Hata uite mchungaji nani? Hata utoe mami? Hata mtoe sadaka gani? Nothing will happen as long as you don't identify who was Omorogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Not until you identify ni nguvu gani ilitumika. Who this? Jacob alikuwa anaitwa Israel, meaning the Israel, it is the world. Sadi aliitwa akaitwa baba dunia. Kwa hivyo his altar, it is a world altar. It is so powerful. Na ndio naona imekula nani? Mtu anaitwa Musa. Musa ni wa Simon and Levi. Ndio inasoma hapo chini. Inasema Simon and Levi. Simon verse 5. Simon and Levi are brothers. Instruments of cruelty are in their dwelling place. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united to their assembly. For in their anger they slew a man. Angalia lifestyle ya Musa. Wakiwa huko kwa Farao alichinja mtu. Akaenda kwa mlima, wanaongea na Mungu hapa kwa hapa. Hapa kwa hapa. Anaambia Mose, bwana ni doka. Huko dagata. Mose anamwambia kaenda fanya hivi. Mose akamwandikia mpaka commandment. Akamwambia pelekea watu. Kukuja akakuta Kora na Dathan wameteka vitu zao. Alichukua madhani kutoka kwa Mose na anajua Mose power yake. Akaagusha chini badala ya Mose adwani madakali. Kwa sababu ya anka. It is emanated from Jacob his father. Akakosa kuona Canaan. Because of anger. And it emanated from who? From his father. And this is what is eating you. Your father was rich, but a witch. Na wewe umekuwa rich kwa sababu unaenda kanisani. Kuna level umefika unataka kwenda kuruka juu yake. Yule ya baba inaamka, inakuuliza unaenda wapi? Because altars are controlling powers. Altars are controlling and manipulating powers. Si unaona Ruto akifanya kampeni venye alikuwa na mioto. Siku the day I'll be sworn, uga itateremuka ishuke 100. Sasa wakati aliingia kwa power ndio akajua Kenya si alikuwa anajua Kenya inakuwaga na altar ambayo inaogeaga. Alituomba tumpatie 100 day. 360 days ndio uga iteremuke. Sasa unashindwa. Na alikuwa deputy president, hakuwa anajua naongea uongo. Lakini alikuwa na nguvu ukiwa nje ya altar, you speak with power. But when he was sworn in and taken to state house, language ikabadilika. Akakibiria kwa watu ndio unaona anasema, "Mkuje hapa kanisani mseme rabakata labalidakata." Kwa sababu ameona giza, ameona vitu hajaiona. Hiyo nyumba ilitengenezwa na Freemason. State house ni altar ya Freemason. Unaenda unaingia kwa Freemason, ati utapigana na Freemason ukiwa kwao. Umekalia kiti yao. Unakunywa maji yao. Unakula chakula yao. Na wale wanakujuga ni wao. Na kanisa yao iko hapo Nyerere Road hapo chini. Na iko na tunnel inaenda mpaka kwako State House. Mapepo inapitia kwa tunnel na kukuta na kuuliza mzee, ulisema mimi siku moja. Sasa Edo kawaambia 360 days.